mema wa mama. Nalela watoto wa mama. Nalela watoto wa mama. Yegera. DSM Ustawi Digital, jamii yenye ustawi, furaha yetu. Karibu kwenye mafunzo maalum ya utengamao wa watoto na familia zao yaliyoandaliwa kwa ajili ya kuwajengea uwezo maafisa ustawi wa jamii wa mkoa wa Dar es Salaam. Mafunzo hayo yaliyowezeshwa na mkoa kwa kushirikiana na shirika la Global Child Advocates Tanzania. Mimi niwatakie mafunzo mema na tuwe na nafasi ya kutoka hapa kwenda kuyatendea kazi. Mimi nitafurahi nikiona coordinators wa makao, bahati nzuri mpo hapa. Nitafurahi kusikia kwamba watoto wangapi sasa mmekwisha kuwaondoa kwenye makao baada ya haya mafunzo, wamerudishwa, walikuwa hawastahili au walikuwa wanastahili, la tumefanya jitihada ya kuhakikisha wanafanya reintegration, tunawarudisha kwenye familia zao na wanabakia kwa sababu tumefanya 1, 2, 3. Jamii yenye ustawi, furaha yetu. Kwenda kumuunganisha mtoto na familia moja kwa moja, baada ya jamii na zile hatua zote, unamuuliza jamii, unamuuliza mtoto, uko tayari ile jamii yako ikufanyie sherehe wakati wa kupokea? Sherehe na kanuni zinaruhusu, si ufanyie kupokea kiutamaduni. Wachinje ng'ombe, wapike pilau, wapike nini, mambo yaandaliwe pale, tuandae ngoma za asili kumpokea mtoto wako rudi kijijini. Tunaweza kuambia ile jamii mimi naelewa, ambao waandae. Baba kwenye position ya kuandaa, anaandaa sherehe. Vitu performance, si ndivyo? Ya kumlisha mtoto. Watu wengine wanasema tunamtoa nuksi, si ndivyo? Tunamtoa ile because mtoto akwambia mimi siko tayari. Jamii nakwambia tunaomba muulize mtoto akubali, kwa sababu mila na desturi za kwetu zinatuambia ni jambo lazima tufanye nini? Nifanyike. Ili sije kutokea kuna mtoto mwingine anakuwa mzuraji kama yeye, si ndivyo? Washirika wa mafunzo wanapata fursa ya kushiriki katika mazoezi ya vitendo na mijadala itakayowasaidia katika kutekeleza mchakato wa utengamao wa watoto na familia zao za asili ulio yakinifu. Jamii yenye ustawi, furaha yetu. Matarajio yetu ni kujenga jamii bora yenye malezi bora ya watoto itakayotambua umuhimu wa watoto kulelewa ndani ya familia kwa kuzingatia maslahi yake na ustawi wake. Ukiingia kule ndani lazima utengeneze mazingira ambayo ni rafiki, sawa? Lazima ukae na wanafamilia wote, ujue anakuja wangapi, wazazi wake halisi wapo, wanaishije mle ndani. Kujadiliana nao kuhusiana na hiyo sababu za separation, huo umuhimu wa reintegration, na kuwauliza tu mambo kadha wa kadha. Je, ni vipi wamepungukiwa kitu gani? Wana uwezo wa kujinua, wana uwezo wa kiuchumi kwa uwezo wa kusaidia ile mtoto ama hawana? Wanatoa suggestion gani? Wasaidiweje ili kuweza kushika upendo na yule mtoto? Yaani kwa maana kwanza kama unaona imeshindikana, unaweza kuchukua mawasiliano na siku nyingine ukarudi tena. Kikubwa ni kutengeneza mazingira ambayo ni rafiki na sahihi ili yule mtoto arudi kwenye familia salama. Naitwa John natokea Kagera Bwana John Meshaki Rudaheza ni afisa ustawi wa jamii na mwezeshaji wa kitaifa wa programu ya utengamao wa watoto na familia. Anatueleza maana ya utengamao pamoja na malengo ya mafunzo haya.
Kwa hiyo tunapozungumzia issue ya kumuunganisha mtoto na familia au integration, kwa ujumla tunachukua kama mchakato. Huwa ni mchakato ambao na hatua zake zinazotaka kufuata ili yule mtoto anayelengwa ambaye either yuko makaoni au yuko mtaani au yupo mahali popote pale ambapo si kwenye familia yake ya asili, anapaswa kutolewa na kuingizwa kwenye familia. Kwa hiyo mchakato unafanyika, hatua zinafuatwa, mambo yanaangaliwa ya msingi anapaswa kuangalia kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mtoto anaunganishwa na familia yake ya asili, aweze kukaa nayo kwa ajili ya maslahi mapana ya mtoto. Lakini pia malengo makubwa ya mafunzo haya ni kuwaelekeza au kuwaguide social welfare officers, ni kuwaguide ma social workers, ni kuwaguide trained frontline workers juu ya mchakato mzima wa namna gani ya kufanya uunganishwaji wa watoto na familia zao za asili uweze kuwa salama na wa kudumu, uweze sustainable. Anapokwenda kule kwenye jamii yake asiweze kufikiria tena kurudi mtaani au kurudi kwenye makao. Lakini kitu kingine ni kuensure kutoa adequate psychosocial support na care na protection kwa ya masuala ya service kwa familia na jamii ambazo zimekuwa involved kwenye mchakato mzima wa reintegration. Lakini kitu kingine au objective nyingine ni kuwawezesha au kuwezesha masuala ya coordination, masuala ya collaboration, kuwasaidia, kuwaelekeza maafisa ustawi jamii ni namna gani ya kutafuta stakeholders au wadau ambao wako relevant na masuala yanayojihusisha na masuala ya watoto, hususan masuala ya uunganishwaji wa watoto na familia, ili waweze kucollaborate na hao watu, waweze kucollaborate pamoja na familia, waweze kucollaborate pamoja na watoto ili kupata successful reintegration. Na mwisho wa siku tuwe na jamii salama ambayo haina mtoto wa mtaani, tuwe na jamii salama ambayo haina watoto kabisa makaoni, bali ambapo watoto watakuwa tayari wamesharudi kwenye familia zao za asili. Jamii yenye ustawi, furaha yetu. Tumepata uelewa mkubwa sana kwamba watoto hawa ni kwa muda tu wanatakiwa waishi katika makao, lakini ni kwa namna gani tunaweza kuwaunganisha na familia zao ni jambo jingine pia tulilojifunza, na uwezo mkubwa tuliojengewa wa kuzitambua familia zao na kuwarejesha itakuwa ni jukumu moja tutakalolitekeleza kwa weledi mkubwa sana kutokana na mafunzo haya. Nimefurahia sana mafunzo haya kwani nimepata uelewa wa kutosha wa namna wa kumhudumia mtoto anayeishi na kufanya kazi mtaani, jinsi ya kuweza kutrace familia, lakini kushirikiana na wadau mbalimbali pamoja na maafisa wenzetu ili kuweza kumuunganisha mtoto na familia yake ya asili, lakini pia kumpa mahitaji yake ya msingi kama elimu, afya pamoja na huduma nyingine ili mtoto aweze kutulia kwenye familia na afurahie maisha yake kama mtoto. Nafurahi sana kuwa mmoja wa maafisa ustawi ambao wamefanikiwa kupata mafunzo haya yaliyoandaliwa na Global Child Advocate, ambao yanatupatia ujuzi wa sisi kujua namna ya kutatua changamoto ya watoto wanaokaa kwenye makao, wanaokaa mitaani na namna ya kuwaunganisha na familia zao. Nimejifunza namna ya kuzungumza na mtoto vizuri, nimejifunza namna ya kuongea na familia, kuongea na community anayotokea yule mtoto, kuongea na wadau mbalimbali, wakiwa wadau wa kiserikali, wa mashirika binafsi, kutoka kwenye. Katika mafunzo haya mimi kama afisa ustawi wa jamii nimejifunza vitu vingi sana, lakini kwa uchache tu niseme kwamba nimejifunza zile hatua za jinsi ya kumwandaa mtoto mpaka unamfanyia hiyo, unampa ule muunganisho wa familia yake ile ya asili. Nimejifunza pia kutambua changamoto za mtoto kabla ya kufanya maamuzi ya kufanya muunganisho, kwamba nitambue kwanza mtoto anahitaji nini. Je, yuko tayari kurudi kule ambako anatakiwa kurudi kwenye familia yake, au nijue matatizo gani ambayo yalimsibu akaondoka kule nyumbani kwake, ni kipi ambacho kilimpata. Kwa baada ya hapo nini nifanye ili nimsaidie yule mtoto kumuunganisha na familia yake ili kuangalia mustakabali mzima wa nini wa maisha yake ya baadaye. DSM Ustawi Digital, jamii yenye ustawi, furaha yetu.